Mimi nilianza kufundisha nikiwa mdogo sana. Darasa la 7 napewa madhabahu na mchungaji wangu. Wakati huo nikiwa darasa la 2 niliandaa timu, mimi hapa fikiri. Niliandaa timu ya kwenda kushuhudia kijiji kingine kutengeneza mkutano wa injili. Darasa la 2 ninaambia wenzangu, niko na mtoto mmoja kwa mtoto wa mchungaji alikuwa anaitwa Joshua rafiki yangu. Naambia bwana tunaenda kuhubiri kijiji cha Chipaka karibu na Tunduma. Tukahubiri kule watu wamjue Kristo. Kweli sasa tulikuwa na mwingine mtoto wa dada yangu anaitwa Samuel. Nikamwambia jamani, mimi nitakaa pale, mimi ndo nitakuwa mchungaji Siwingwa. Nitaanza kuhubiri na sauti la Siwingwa. Alafu wewe utafundisha kama mchungaji Sikanyika, utafundisha kwa sauti hiyo ya baba yako. Alafu watu wa pale wakiokoka tunaongoza sala. Ninawaambia mimi. Leo hii wakinipigia simu wakasema, "Fikiri unakumbuka kile kitu mtoto wewe?" Unakumbuka? Ambia nakumbuka. Mungu huwa anawatoa mbali watu. Haianzi hapa ulitoka nacho huko. Usikachie ndani yako. Tumejengwa katika misingi. Yesu anamwambia Petro, hakika wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitaitikisa, haitaiumbisha. Jina la Yesu linahimiliwa kupitia Petro. Paka leo hii. Yaani nimetoka na ile notion, nikafika form 1. Nikaingia Kasfeta. Nimeanza kutembea Kasfeta pale. Nikatembea Kasfeta. Nikaanza, yani nafika tu form 1 akanipa uongozi wa taaluma Kasfeta. Nikaanza na mimi kwa sababu Mungu alinijalia tu akili fulani tu darasani, tukuishi na wenzangu vizuri. Nikaanza kuongoza Kasfeta. Nimetembea Kasfeta form 1, form 2 nikapewa uongozi wa maombi. Waliponipa uongozi wa maombi sasa, kila Jumamosi napitia kila nyumba kuamsha saa 11 kuamsha. Walikuwa wavivu. Ni wavivu kuamsha mtu. Kazi. Naamsha form 4, baba form 4. Kipindi hicho walikuwa bado wakubwa, sisi ndio tudogo. Mimi nilikuwa kafupi sana. Na waamsha, twende kwenye maombi. Bado unatusumbua, tumelala sisi. Nenda huko. Umeanza uongozi juzi, tuanza kutusumbua. Nimepita form 3 wakanipa makamu mwenyekiti. Nikawa natembea nao. Form 4 amenipa mwenyekiti. Natembea na tena nimetoka form 4 nafika advance, ndio nakutana na vile vyuma pale. Vyuma vimekaa pale. Tukaanza kumchapia Yesu makofi. Tukaanza kumtangaza Yesu. Shule nzima ikaanza kutikisika. Waliosoma na mimi wanaelewa. Shule nzima ilitikisika kwa sababu ya maombi. Tulifunga maombi ya mwezi mzima. Tumefunga ile maombi ya mwezi mzima mpaka shule kabadilika. Mfumo wa uongozi ukabadilika. Mfumo wa utawala ukabadilika. Mfumo wa ufaulu ukabadilika. Tumekaa tunatembea na Mungu, tunamwomba Bwana. Tumefunga. Kipindi hicho nilipigwa na ugonjwa mmoja hivi. Nilimwaga mimi, acha shetani huyo, acha kabisa. Alinipiga ugonjwa, siwezi kuamka, nasumbuliwa mgongo. Nimelala mpaka anasema nakufa kesho, lakini nikaja kuamka. Sitaki nikushuhudie leo. Ukitaka ushuhuda wangu ukaupate mtandaoni upo. Amen. Nimepigwa vibaya huko ile shetani. Nimetoka nyumbani, nimepona sasa. Ninakutana na kile chuma pale, kigogaso kile chuma. Tukamwambia wewe bwana, hiki chuma hiki hapa. Kinaomba hiki kibana hiki. Hiki chuma. Tukakutana nacho bwana. Tumekutana nacho pale. Kilikuwa ni kiongozi changu. Mimi ni kaka yake sasa. Tukabidi tuanzishe timu ya maombi sasa. Tukaanza kuomba, tukatengeneza msitu wa kwenda kuomba. Tunakaa huko mimi na yeye. Tunaombaga tu. Tukashangaa mkuu wa shule msaidizi anahamishwa. Tunaombaga tu, walikuwa wanazuia kusali. Tunaombaga tukamwomba Mungu, tunamwomba Mungu. Tukajikuta matokeo yakaanza kubadilika kabisa mpaka leo hii. Walipomaliza wa jamaa, walikuwa wa kwanza kimkoa. Lakini hiyo shule ilikuwa inafelisha. Huyu Mungu ajabu vijana. Sasa wewe unasubiri nini? Tumwombe Mungu, tukomae naye. Ametutoa mbali. Wewe ulikuwa zambini. Sio kwamba sisi tumejifanya hivi kwa neema yetu. Ni neema za Mungu zimetuvuta. Sisi tutoke tukamhubiri Kristo, tukamtangaze tukiwa na ujasiri. Yaani mimi ukiniweka nimtangaze Kristo, yani sina shida. Yaani nikifika kwenye mkutano naweza kutangazia wachawi. Hebu testini mitambo yenu vizuri, mweke vikao vizuri ili tunapomtangaza Yesu tusiwayumbishe. Tunajua mtaumba na mtakufa, mtatikisika. Ili tunapohubiri mwe mmejipanga, msije mkasema tuliwashtukiza. Kwa hiyo wakishajiandaa na sisi tunaanza. Tunakiwasha, tunakiamsha. Hatuna kuja kutoka, tunapokea shuhuda nzuri. Mpaka wachawi wanaokoka.
kabisa. Wanaokoka na sisi ni furaha yetu waokoke. Tuwavute waje kwa Yesu. 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 Mimi mama yangu alianza kuniambia wewe mtoto uanze kujiheshimu. Mama yangu mzazi alikuwa ameokoka, ni mama mzee wa kanisa. Mpaka akaanza kuanza kujiheshimu, heshima kubwa. Maana kuna siku natoka safari ya Mtwara, nikasikia kuna mzee mmoja amekufa nyumbani. Mimi mama, huyo msimzike, nisubie nifike nimwombee. Umekuwa kichaa, mama yangu ananiambia umekuwa kichaa, fikiri. Niambia nisubirieni. Msizike. Nenda kaambie, mwambie mchungaji asizike, nisubiri tumuombe afufuke. Wewe fikiri wewe mwanangu, wewe. Mama ni waoga. Ananiambia fikiri. Mama, mimi nimesema nipe namba ya mchungaji. Mchungaji alikuwa apatikane kwenye namba yake, ama mpelekee simu niongee naye. Akaogopa mama mpaka tetemeka. Sasa niko njiani, nashika washazi kana jamani huyo alikufa. Mngache tumuombe afufuke. Nakutana na wachungaji wanaenda kwenye shamba la kanisa. Kwetu ni kijijini Wanaenda kwenye shamba la kanisa. Mimi nilikuwa nafundisha kishule fulani. Nikamwambia sasa mimi nikatoroka shule. Leo najisikia kutembea kuombea wagonjwa kijiji kizima. Nikapita kwa mama mmoja tulikuwa tunasali naye. Nikamkuta kweli anaumwa. Yule mama alikuwa amevunjika mguu. Nikaingia kwake, mama, nimekuja nikusalimie. Kweli yani naumwa hapa. Yani nimeshinda hata kwenda shambani. Tuombe. Tukamwombea yule mama, akapona, akaenda na shambani. Nikatoka pale, hasa kile kiburi kimejaa, nimejaa sasa nguvu. Natembea mtaa wa pili. Nikaenda kwa babangu mkubwa, alikuwa haja huko, akamwambia baba uokoke wewe. Yesu anakupenda wewe. Asema naumwa mwanangu, niombe na kuombea ila uokoke. Nikamwombea pale baba, nikaondoka. Ile siku alishuhudia, akasema sijaiona Mungu anayefanya kama hivi. Yule baba yangu mkubwa alikuwa anaumwa kwa muda mrefu sana, mpaka ngozi yake imebadilika. Nilipoomba naye akaniambia iki kimeacha. Basi siku ile nikaona ile niende wapi nikahubiri. Nikawaza kutoka zaidi. Nikaanza kutembea kutafuta wagonjwa. Sikuwapata hiyo siku wengine. Kaona ameishia hapo. Tukitoka Yesu anaachilia kibali. Yani vijana msiombe upako mko ndani. Muombe upako mnaenda kwenye viwanja vya injili. Muombe upako mnatembea nyumba kwa nyumba kwenda kuhubiri. Mungu huwa anaachilia huko. Nendeni kwanza, mengine yatakuja. Tukubali kumtangaza Kristo katika namna yote ile. Usiseme mpaka niwe na pesa. Mimi Gogaso ananijua. Mimi nauli waga siwazi. Gogaso mnanijua vizuri sana. Yani tunaweza tukana safari ya kwenda kokote kule, nauli waga siwazi. Hebu twendeni. Nauli tunatoa hapa, twendeni. Tunaondoka. Yani kwangu mimi nauli waga. Yani usijue kasa mpaka niwe na pesa. Ukisubiri upate pesa ndio kuhubiri hautazipata. Ndio shetani alivyo. Ukisubiri upate nauli ya kwenda na kurudi ndio uende hautaipata. Yaani ukishapata nauli ya kwenda tunaenda, ya kurudisha itajua. Sio tegemea wale wakupe. Mungu mwenyewe anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisubiri raw materials, Waingereza wanasema raw material, hiki ni Kiingereza kidogo. Raw materials ziwepo, ndipo uende kumhubiri Kristo. Utakwama kwenye maisha, hautaweza. Sasa mpaka tukamilishe hela za muziki. Chukueni kwanza muziki, hela zitapatikana baadaye. Hiyo ndio principle ya kimungu, sawa? Muziki sipo kwa mtu, chukueni alafu muone kama mtalipia. Hatua ya imani sana mmeifanya. Nimeipenda. Bwana Yesu asifiwe. Ila mkisema tukamilishe hela kwanza milioni 1 ndio tukafanya injili. Saizi niko naandaa mkutano wa injili wa kukusanya wilaya nzima mimi. Sasa hela zinatoka wapi mimi sijui. Ila lazima nikafanye mkutano nyumbani. Wilaya nzima pale nyumbani wakusanyike wote. Madhehebu yote yawepo tuhubiri injili pale. Hela zinatoka wapi? Nitawalisha wapi wanakwaya? Mungu atajua. Wawepo tuone kama watalala njaa. Hata njaa watakula vizuri kabisa. Na injili itahubiriwa vizuri. Nini tuzae matunda? Nimekwambia hizi shuhuda sio kujidai. Upate shauku ya kutoka kwenda kumhubiri nani? Nione mikono ya watu wanasema tutakwenda kumhubiri Kristo sasa. Hiyo mikono ni kwa uaminifu mzuri sana. Hiyo mikono ni kwa uaminifu. Hebu nyosha tena. Hiyo mikono ni kwa uaminifu mzuri sana. Nyosha tena.
Mchungaji amenyosha wa kwake na wa mchungaji. Safi kabisa. Hatua imani sana. Nyosha tena, usishushe. Hiyo mikono naiona. Itatembelea ili kanisa ni mwezi mmoja au wiki moja. Wengine wanasema wiki moja tutakuwa tushaleta hapa. Wengine wanasema mwezi mzima. Mshushe mikono sasa watumishi. Nitalitembelea ili kanisa nione kama kweli matunda yamezaliwa. Tunatamani kuona matunda physical. Sio tunaomba kirohoni watakuja tu, Bwana atawaleta, Bwana atawaleta. Atawaleta kwa kina nani? Si wewe ndio kawalete. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu aliwaacha wanafunzi, hakuacha washirika. Sisi ni wanafunzi. Amen. Sisi ni wanafunzi. Tukubali kujifunza kwa mazingira yoyote. Tukubali kuhubiri kwa mazingira yoyote. Kwa namna yoyote ile unapopata nafasi, nenda kamzalie Mungu matunda. Usikubali kukaa na rafiki yako masaa 5 mnapiga story. Mtaanza kupiga umbea. Vijana siku hizi tunatumia simu. Simu hizo na kampenzi, yani simu usiku mzima yani hivyo mpaka asubuhi. Tutumie muda vizuri. Muda ni mali. Utashangaa tumezeeka ghafla, unajishangaa nimezeekaje? Una ngapi kwa Yesu? Hauna. Ila umezeeka. Na una familia. Ila umefanya nini? Umezeeka. Kuja kushtuka 56. Unashtuka kidogo 60. Unaanza kuambia vijana, yani ningekuwa kama ningehubiri injili ningekuwa kama vijana, ningemhubiri Kristo. Ulishindwa wakati uko kijana. Unataka kuhubiri wakati wewe mzee? Unataka kuvuna usichokipanda? Lazima uvune ulichokipanda. Haukuzaa utakuwa hivyo hivyo. Lakini leo kubali kumzalia Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kusikia makofi ya watu ambao watasema tutamzalia Bwana matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumalizie mstari wa 4. Tumalizie, naona watu washaanza kuangalia ukutani. Kishaona watu jicho linaenda hivi jua wanaangalia saa. Yohana ile 15 mstari wa 4. Yohana 15 mstari wa 4. Hii tumeisoma vizuri. Lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Tunarudia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisizoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Endelea. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu, nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo Yesu hatuwezi kufanya neno lolote. Hautazaa matunda bila nguvu ya Mungu. Usije ukajisemea tu kwamba mimi naenda kuzaa matunda. Sikiliza, kuna siku mapepo yaliongea akasema, Yesu tunamjua na Paulo tunamjua, ninyi ni akina nani? Usije ukaondoka bila Yesu atakuuliza. Sema toka. Nakwambia wewe ni nani? Yesu tunamjua na Paulo tunafanya nini? Bali ninyi ni akina nani? Yani Paulo sio kwamba yanamjua tu, wanamfahamu Paulo kabisa. Na wewe mapepo yanakufahamu. Sasa amekufahamu, nenda kamhubiri Kristo. Nenda kamhubiri Kristo. Nenda kamhubiri Kristo. Nyanyuka kwenye kiti chako kamhubiri Kristo. Nenda kamhubiri Kristo. Acha kulala Jumamosi. Vijana mkimaliza masomo ya Jumamosi mnaenda kulala. Mnalala tu, mnalala usiku wote. Yani mnalala usiku mpaka asubuhi mnalala tu. Nendeni mkamshuhudie Bwana. Acheni mambo yenu Bwana. Acheni. Nachukia kizazi kivivu mimi. Yani natamani nipige bakola kabisa. Yani kizazi hiki. Nipo kwenye kizazi hiki lakini nakichukia. Yani mwenyewe ni kizazi hicho lakini nakichukia. Kinafanya vibaya. Tunatamani kuizaa Tanzania mpya, kuwa na viongozi wa Tanzania. Lakini tutakuwa na viongozi waangalia movie. Sasa kweli wewe utakuwa rais kweli unaangalia movie? Unaenda kutubia wananchi unaangalia movie jamani? Unaenda kufanya kazi ya Mungu unaangalia movie tu? Kweli jamani kanisa? Vijana tunyanyuke.
Tusimame, tumhubiri Kristo. Tuna majukumu yako mbele yetu ya kulijenga taifa. Wengine hapa mtakuwa wabunge, mtakuwa malaishi, mtakuwa mawaziri, sekta mbalimbali, lakini mkubali kutokea ndani yenu kufanya maamuzi magumu ya kumtumikia Kristo. Tunapewa maono mengi, lakini tunayaua wenyewe. Kristo anazungumza na sisi. Ukitaka kuamini hiki kitu, usikae nacho muda mrefu ukasema mimi nitaanza kuzaa matunda ratiba zangu zikikamilika wiki ijayo. Principle ya kuzaa matunda iko hivyo. Yaani saizi ukitoka mlangoni, ukikutana na mtu, huyo anza naye. Ukiingia ukifungua duka kesho asubuhi, wale wanaocheza bao pale, anza nao hao. Mpige tu sala ya toba, basi mkaribishe ibadani. Atakuja tu. Tunaweka mipango ya maisha. Yaani inaumia jamani. Mtu nakuta amechukua mpango wa maisha. Mwaka huu nataka kununua hiki na hiki na hiki. Nataka nifanye hiki na hiki, lakini hajeka mpango wa kushuhudia watu. Mwaka huu nina malengo niwafikie angalau watu 1000 kwa mwaka. Wakiokoka hata 30, hata 40, 100, inakuwa na utukufu. Mavuno ni mengi ila watendakazi ni na nyinyi mnakubali kwamba ni wachache. Si wewe hapo uende bwana. Tuwe wengi, uende na wewe na yule aende. Tukahubiri. Mwambie jirani yako, utaenda kuhubiri wewe. Mwambie utaenda kuhubiri wewe. Usikae hapa ulipo, nenda kamtangaze Kristo. Usikae kwa kujinsi ulivyokaa kijana, toka ukamshuhudie Bwana. Acha kuleta sababu za kuleta, nenda ukamtangaze Kristo. Nenda ukawahubirie watu habari za Yesu. Maisha yako pia yatabadilishwa kupitia kuwashuhudia watu. Usianze kuleta sababu ya kwamba mimi sina nguo, mimi sina hela, sina nauli. Nenda kamtangaze Kristo. Hata pale ulipo kuna watu hawajaokoka, iwe ni chuoni kwako, iwe ni sababu yako ya kazi, kuna watu hawajaokoka. Nenda kamtangaze Kristo.